It's my prayer as a human rights defender. We need to live in peace. And one thing we need an assurance from Dr. William Samoei Ruto ya kwamba tukimshinda 2027 he will hand over power peacefully, kama vile ambavyo Uhuru Kenyatta alikupatia uongozi. Vile tu alikupatia uongozi, hiyo sword you will transfer immediately to the person who will defeat you. Kwa sababu ikiwa kwamba wafuasi wako, your friends are inciting Kenyans, na ni kama kwamba hawa friends wana incite Kenyans, wewe ni kama unaona kwamba it is okay. Kwa sababu Omar Hassan, even up to today, tumeona mpaka viongozi wa Mount Kenya wa UDA wenyewe ambao ni chama yako ya UDA wamesema kwamba Omar Hassan achukuliwe hatua na aondolewe kama Secretary General, lakini Ruto haujamchukulia hatua. Kwa sababu gani? Inaonekana kwamba huyo ni papi, lakini the owner of the puppy is the president ambaye ni William Ruto. Kwa hivyo William Ruto, tafadhali, we need peace in our country. We need peace in our Rift Valley. We need peace in every other, because we have a constitution, one of the most progressive constitution in the entire world, ambayo wengine wamekuja kufanya benchmarking. We have a right to live anywhere. We have a right to own property anywhere. We have right of expression, of freedom of movement, and even of worship, and also of conscience. Na wale ambao wanakachukuliwa hatua, you are doing it selectively. Kwa wale ambao wanashikwa kama Kidero Jasuba, ambaye hata ile mambo alisema si mabaya sana kama wale walikuwa wanaongea kule Arab Seronei na MC Adektat, wanaongea mambo mabaya, but they are not being hawa wachukuliwa hatua because they are friends to Dr. William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi ninaomba ya kwamba the church, please, the church. Hata jana juzi tulikuwa hapa memorial service attended by His Excellency Rigathi Gachagua. One of the bishops alisema vizuri sana ya kwamba mimi kama bishop wa Full Gospel Churches of Kenya, ningependa kwamba wale watu wajue kwamba ile kitu mnajaribu kuwasha katika taifa la Kenya, itakuwa ni jambo mbaya sana kuwasha moto katika taifa la Kenya. Na sisi tukamwambia kwamba sisi kama DCP, sisi ni watu ambao we are very peaceful, ni sisi ambao tuna law abiding citizen, because tumedhulumiwa for long, lakini hatutaki mambo ya revenge. We should not have revenge. We should be our brother's keeper. Wale ambao ni Wakalenjin ni ndugu zetu, wale ni Wajaluo ni ndugu zetu, Waluya ni ndugu zetu, Wamasai ni ndugu zetu, Wakikuyu ni ndugu zetu. We need to live as one harmonious society ya one Kenya. Tukiangalia ile kwamba ile national anthem yetu ambayo inatushikanisha sisi pamoja, it's a prayer to God, ya kwamba the national anthem is as a prayer to us, ya kwamba tukae pamoja kwa undugu, kwa umoja.